trust me and give me that opportunity, I will not let you down. I will not let you down. And I will not make excuses. Bro, Kenya iko na viongozi type mbili, wale wa kusema na wale wa kutenda. Lakini kuna mmoja alikuwa anatenda hadi watu wanaanza kuogopa kidogo. Na maanisha Fred Matiang'i. Ukisikia jina lake, wengine wanasema huyu alikuwa anafanya kazi bana. Wengine wanasema hapana, huyu alikuwa too much. Sasa swali ni, alikuwa hero ama villain? Na 2027 anaweza rudi game. Leo tunasema ukweli, no filters. Honorable members, hapa lazima tukubaliane. We have to sort this thing out. Karibu kwa Brianuksa Frontboy, channel ya ukweli si propaganda. Kama uko rada na siasa za Kenya, hii video usiskip hata kidogo. Leo tunachambua live ya Fred Okengo Matiang'i, mafiti zake na zile vitu hazikuenda sawa. Na mwisho tutauliza swali moja kali sana kuhusu 2027. Matiang'i si mtu mchezo by the way, ni msomi proper, PhD na kila kitu. Alianza job serikalini under Uhuru Kenyatta na hapa ndio alianza kupanda ranks haraka sana. From Minister wa ICT, Education na hata Interior. Lakini kusema ukweli, aliblow up vibaya sana akiwa Education. Some of achievements zake ni kama vile, alifix exams. Before yeye, exams zilikuwa zimeharibika mbaya. Cheating ilikuwa kawaida. Mtu angepata A plane bila kustruggle. Lakini Matiang'i akasema mcheze inaisha leo. Hakuna leakage za papers, security ikakuwa tight, results zikaanza kukua legit. Watu wakaanza kulia, lakini ukweli system ilisafika kabisa. Each one of our children in schools in the country, whatever they score at the end of the examination period, is a gift from God, a blessing to us, and God created each one of these children for a specific purpose. Alilete digital TV Kenya. Watu wa complain sana, signal imepotea nini. Lakini saa hii tunafurahia HD channels bila stress. So ilikuwa painful but necessary. And migrating from analog to digital broadcasting provides us an opportunity to avail more spectrum to enable our mobile telephony, to enable our broadband footprint to expand in the country. Kwa Interior hakukuwa na mchezo. Hapa ndio aliweka jina yake kwa ground. Ukivunja sheria unashughulikiwa instantly. Crackdowns, security tight, serikali ikaanza kuonekana serious. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi no jokes. Alikuwa mtu powerful sana. Let's be real. Matiang'i alikuwa almost kama deputy president mwingine hivi. Alikuwa anasimamia hata mawaziri wengine. Hii ilionyesha alikuwa na nguvu proper kwa gava. Kama kawaida, hakukosange madrama na lawama. Kuna watu walicomplain that alikuwa too powerful. Watu walianza kusema, huyu jamaa anatumia nguvu vibaya. Intimidation claims na serikali kuonekana strict sana. Wengine wakasema, hii si leadership, ni pressure. Kwa police brutalities, kulikuwa na complaints mob kuhusu polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Especially during operations like COVID-19 lockdowns. Hapa ndio watu walianza kusema, hii sasa imezidi sana. Media ilibaniwa. Critics walianza kudai freedom of speech ilianza kushuka. Media ikaanza kuwa careful sana. Lakini supporters wake wanasema ni discipline ilikuwa inawekwa tu. Na ile story ya deep state, watu wanasema huyu jamaa kwa system sana kuliko ground. Na hapa ndipo trust ya watu wengine ikaenda chini. Siwezi kusema kuhusu allegations za Rivayala, Ruaraka Farm, Miguna etc. Hiyo ni story ya another day. Rivayala was reported and it was reported these bodies have been found in Rivayala. Just like it was reported a few weeks ago that bodies were found in a graveyard in Kericho. Sasa swali ni, Wakenya wanamuonaje? Ukiuliza ground leo, kuna wale wanasema rudisha Matiang'i bana. Huyu alikuwa anafanya kazi, na wengine wanasema hapana, huyu ni mkali sana, hatutaki hiyo pressure. So ukweli ni, ako katikati ya love na fear. Swali kubwa sasa ni, 2027 ataweza? Akona experience, akona track record, lakini pia controversies ziko.
So Kenya itachagua between mtu wa kazi ama mtu wa vibes. And let me predict this one to you. He's in Uhuru's government and is going to win elections. But it will be very, very controversial. Yes. Yeah. And He either wins it democratically or he steals election. But the results will be Matiang'i is number one. Sasa wewe unafilaje? Fred Matiang'i ni gotu wa kazi ama alikuwa too much? Drop comment yako hapo chini, like, share na subscribe. Mimi ni Brian Oksa Frontboy na hii ndio ukweli. No filters.